أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والتابعين سبل الله، ثم أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya rehema na amani Mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi, tunaendelea na utaratibu wetu wa kukisoma kitabu chetu hiki cha Bulugh al-Maram min adillati al-ahkam. Tulisimama kwa ajili ya kupisha sikukuu ya Eid al-Adha, idi ya kuchinja ambayo ilitanguliwa na Yaumu Arafa, siku ya Arafa. Arafa ina sababu zisizopungua 8 zilizopelekea kuitwa kwa jina la Arafa. Sababu ya kwanza, ambayo ndiyo al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullah katika tafsiri yake ameipa nguvu, ni kwamba siku hii ya Arafa ndio siku ambayo Nabii Allah Adam na mama yetu Hawa walikuja kuonana kwa mara nyingine mara baada ya kushushwa kutoka peponi, ambapo Nabii Allah Adam alishushwa katika nchi hivi sasa inatambulika kama India. Akaja kuonana baada ya safari ndefu, akaja kuonana na mke wake kwa mara nyingine katika viwanja vya Arafa. Kwa msingi huu pale pakaitwa kwa jina la Arafa, lianna Adama wa Hawa taarafa, kwa kuwa Adam na Hawa walikuja kujuana tena, kuonana tena katika viwanja vya Arafa. Hii ni sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili ni kwamba Nabii Allah Ibrahim alayhi afdalu salati wa atammu taslim, siku ya 8 aliota njozi inayomwonyesha kwamba amchinje mwanawe Ismail. Akawa ana wasiwasi. Siku ya 9, siku ya Arafa, akajua kwamba hii sio njozi ya kawaida. Haya ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mimi natakiwa nimchinje mwanangu Ismail. Kwa siku ile ya 9, Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam akajua kwamba hii ni njozi yenye maelekezo kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya 3 nitataja chache, nimesema zipo si chini ya 8, na kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu nimeanza kuandika. Nimeandika hizi sababu katika kitabu, nitakuja kukitaja hichi kitabu lini kitazinduliwa. Nimeelezea ile Arafa kwa upana wake. Sababu ya 3 ni kuwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam alikuwa anaonyeshwa manasik al-hajj, onyeshwa hapa kadha hapa kadha hapa kadha hapa kadha.
Ibrahim akawa anaambiwa na Jibril, a'arafta, je, umejua? Sawa sawa, na ndio maana pale pakaitwa kwa jina la nini? Ile siku ikaitwa kuwa ni siku ya nini? Ya Arafa. Umeelewana vizuri eh? Naam. Hizo ni sababu ambazo zimeandikwa na kukaririwa sana katika vitabu mbalimbali vya fiqhi ya Kiislamu, lakini zipo sababu nyingine 5 ambazo zinaonyesha kwa nini siku ya Arafa imeitwa kwa jina la Arafa. Na kama kawaida yetu Waislamu, tumekuwa tukishughulishwa na tofauti ambayo waliotangulia walishamalizana nayo, tofauti ya kimtazamo ambayo waliopita wamekwisha malizana nayo, kwamba siku ya Arafa ni siku ipi? Ni siku ambayo mahujaji wanasimama katika viwanja vya Arafa, ama Arafa ni siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja? Mzee wangu, tuko pamoja? Kuna watu wanasema kwamba Arafa ni siku ambayo mahujaji wanasimama wapi? Kule. Na kuna wengine wanasema hapana, Arafa ni siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Na usahihi ni kuwa Arafa ni siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Sawaun, haijalishi kwamba hilo litawafiki mahujaji kusimama kule Maka ama la. Tumeelewana vizuri eh? Haijalishi hiyo tarehe 9 ya Dhulhijja itawafiki kisimamo cha mahujaji kule Maka ama la, kwa sababu kuingia na kutoka kwa mwezi wa Dhulhijja kama ilivyo katika miezi mingine, msingi wake ni muandamo wa mwezi. Alhajju ashhurun ma'lumat, hija ina miezi maalum, na ikitajwa miezi maana yake hapo tunakuwa tumekusudia wakati ama muandamo wa mwezi, na kila taifa, kila nchi, kila mji una muandamo wake. Na hili limekushawahi kutokea mwaka 2007 ambapo nchi ya China iliwahi yenyewe kuona mwezi. Sawa sawa, imewahi yenyewe kuona mwezi kabla ya wapi? Kule wanaposimama. Maana yake wao watatangulia katika funga ya Arafa kabla ya kisimamo. Je, wasifunge Arafa siku ya 9, waje kufunga siku ya 10 kwao, ambayo wao kwao ni Idi, na kufunga siku ya Idi ni haramu? Tumeelewana bado? Tumeelewana? Naam. Kwa hiyo kauli sahihi ni kuwa Arafa ni siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Na ndio maana tumeshuhudia katika kipindi fulani kulitokea maradhi ya mlipuko, watu walisimama walisimama? Hapana, lakini watu walifunga Arafa. Kwa Arafa haina mahusiano na kisimamo cha mahujaji katika mji wa Maka. Wao watafanya kisimamo kwa mujibu wa muandamo wa siku pale katika mji wa Maka, na wao ni kawaida yao na ni kanuni kwamba wao hawafuati muandamo wa nchi nyingine, wanafuata muandamo wao wa ndani pale. Pengine popote ukionekana, hapana, mpaka uonekane ndani. Na sisi
haya ndio maelekezo aliyotuagiza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hata wao katika fatwa zao wamesema kwamba kila mtu au kila nchi ifuate muandamo wa nchi yake. Umeona vizuri? Na kwa hayo niliona niyazungumze kwa uchache, lakini pia kuna kitu pia nimeona nikizungumze kwamba Arafa tumeona inakuwa ni kafara ya madhambi ya miaka mingapi? Mingapi? Miwili. Sawa sawa. Arafa atakayefunga sawa sawa, Arafa atapata kafara ya madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Sawa sawa. Lakini atakayefunga Ashura anapata kafara ya madhambi ya mwaka mmoja. Tumeona vizuri? Ashura unapata kafara ya madhambi ya mwaka mmoja. Arafa unapata kafara ya madhambi ya miaka. Kwa nini? Ni kwa sababu Ashura sawa sawa, Ashura ukiitazama ile imekaa kimusa, imekaa musa Nabii Allah Musa. Lakini hii Arafa hii Arafa sawa sawa, ukiitazama ni khasa kwa Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Kwa hiyo mtume ana mbili, Musa ana ngapi? Ana moja. Tumeona vizuri Naam. Lakini pia kuna jambo jingine nimeona niliweke sawa, jambo la msamaha unaopatikana kwa kufunga funga ya Arafa. Msamaha huu unapatikana kwenye madhambi madogo, saghairu dhunub, madhambi madogo, bahati mbaya madogo. Sawa sawa, bahati mbaya umechelewa kuswali, sawa sawa, ile funga ya Arafa inafanya nini? Inaziba, inaunga kwenye matobo yale. Lakini kabairu dhunub, madhambi makubwa yale yanahitaji taubatan nasuha, yanahitaji toba ya kweli ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kusamehe. Kwa hiyo funga ya Arafa inasamehe madhambi madogo, yale makubwa lazima ukae na ukusudie kutorejea katika madhambi uliokuwa ukiyafanya. Na kazi kubwa tuliokuwa nayo hivi sasa, tumetoka katika kupata msamaha kwa kufunga yaum Arafa, lakini tumeshiriki kikamilifu katika yaum an-nahri, siku ya kuchinja hiyo. Tumeshiriki kikamilifu, na wapo katika sisi ambao wametekeleza ibada ya kuchinja. Naambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ile tone la damu linapoanza kuanguka linaanguka na nini? Na madhambi yako. Kwa hiyo tumejisafisha, tumefanya ibada kubwa ya kuchinja ambayo aliasisi baba yetu kipenzi Nabii Allah Ibrahim alayhi afdalu salati wa atamu at-taslim. Sasa kazi kubwa tulokuwa nayo ni kuyalinda yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia msamaha ule, kuulinda kwa kutochafua na kutoboa na madhambi. Na tusisahau kuwa sisi tupo ndani ya mwezi mtukufu. Mwezi huu wa Dhulhijja ni mwezi mtukufu. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh. Kwa hiyo tupo ndani ya masiku matukufu ambayo tunatakiwa tuendelee kujichunga na madhambi ya midomo, na madhambi ya mikono, madhambi ya miguu, madhambi ya macho.
tujichunge sana ili tusiyaharibu yale mazuri ambayo tumeyafanya katika kipindi kilichopita. Ndugu zangu, katika darasa iliyopita tulishia katika mlango unaosema babu almashi ala alkhuffaini. Mlango huu unatufundisha kupaka kwenye hofu mbili, na katika darasa iliyopita tumeeleza hofu ni nini. Hofu ni aina ya viatu, sawa sawa, ambavyo mtu anavivaa, na katika jumla wengine wamesema zile hofu zinatakiwa zitengenezwe kutokamana na nini? Ngozi. Mzee wangu yuko hadhi, hofu zile zitengenezwe kutokamana na nini? Hofu hizo ziweze kuzuia, kuziba lile eneo la faradhi, eneo ambalo wewe sheria imekutaka ulioshe na maji wakati wa kutawadha. Ayakuna satiran limahalli alfardhi, yani kwamba hicho kiatu kinatakiwa kiwe na uwezo wa kusitiri eneo la kuosha faradhi, hasa katika miguu, na kusudi ya miguu. Kwa maana hicho kiatu kianzie kwenye unyayo chini mpaka kwenye nini? Fundo, kifunike eneo la faradhi. Umeelewana shekhe? Naam. Kwa hiyo mtu anapokuwa amevaa hizi hofu mbili, anakuwa na utaratibu wake maalumu ambao sheria imemwelekeza aufuate wakati wa kujitaharisha, na hasa wakati wa kuchukua udhu. Babu almashi ala alkhuffaini, na kupaka kwenye hofu mbili ni jaizun biittifaqi ulama. Hili halina pingamizi. Wasoma makubaliana kwamba inafaa mtu kupaka kwenye viatu aina ya hofu wakati wa kutawadha, lakini kwa kufuata sifa ya zile hofu, masharti yaliyowekwa na utaratibu ambao sheria imeuweka wa muda wa kupaka kwa mtu ambaye ni msafiri na ambaye sio msafiri. Hadithi ya kwanza, anil Mughira ibn Shu'ba, kutoka kwa Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwie radhi. Qal, al-Mughira ibn Shu'ba amesema, kuntu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Fatawadda, mtume akatawadha. Fa ahwaitu, nikanyoosha mkono wangu. Lianzi'a khuffaihi, ili nimvue mtume sallallahu alayhi wasallam hofu zake mbili alizozivaa miguuni. Faqal, mtume akasema, da'huma, ziache hofu zangu hizo nilizozivaa. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, hakika mimi nimezivaa hofu hizo mbili aliyakuwa nina udhu wangu. Hapa kuna sharti mtume sallallahu alaihi wasallam ameliweka. Sharti lenyewe ili hofu uweze kuzitumia, kwa maana upate uhalali wa kwenda na utaratibu wa hofu, ni lazima hizi hofu huwa umezivaa hali ya kuwa una nini? Una udhu wako. Ukiwa umezivaa hofu hali ya kuwa hauna udhu, hauingii kwenye hukumu ya matumizi ya hofu pale ambapo unapotaka kuchukua udhu kwa mara nyingine, mara baada ya kushakuwa umevaa hofu. Tumeelewana vizuri eh? Riwaya hii inaendelea kwa kusema, famasaha alaihima, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapaka juu ya zile hofu mbili. Umezivaa zile hofu hali ya kuwa wewe kabla ya kuzivaa ulikuwa na udhu wako kamili,
ukazivaa zile hofu. Baada ya kuvaa zile hofu ukatokwa na hadathi, kwa maana ukatengukwa na udhu, ukahitaji kuchukua udhu mwingine, pale sheria inakuruhusu. Huku kwengine unaendelea na utaratibu wako kama kawaida, unanawa mikono, viganja, mdomo, puani, uso, mikono, kichwani, masikioni. Lakini ukienda katika miguu, sheria inakwambia maadamu ulivaa hizo hofu mbili hali ya kuwa una udhu wako kamili, basi hizo hofu mbili usizivue. Unachotakiwa wewe ni kupangusa juu ya hizo nini, hofu mbili. Tumeelewana vizuri eh? Naam. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii imepokelewa na al-Imam al-Bukhari, lakini vile vile imepokelewa na al-Imam Muslim alayhima rahmatullah. Imeeleweka? Imeeleweka? Naam. Kwa mfano, mtu ametawadha, amebakisha miguu kabla kuvaa zile hofu mbili. Alipoosha mguu wake wa kwanza, kabla kuosha mguu wa pili, akachukua ule mguu, baada ya kuosha akavaa hofu ya kwanza. Baada ya hapo akauchukua mguu mwingine wa kushoto, akauosha, akavaa hofu ya pili. Je, huyu akitengukwa na udhu anaruhusiwa kisheria kutumia utaratibu wa kupaka kwenye hofu mbili? Nimeeleweka? Nimeeleweka? Kwa nini haruhusiwi? Sahihi kabisa. Mufti katoa fatwa kwamba haruhusiwi kufuata utaratibu wa kupaka juu ya hofu mbili, kwa sababu alivaa zile hofu kabla ya kuwa yeye amekamilisha utaratibu wa udhu wa kawaida. Kwa hiyo kwake yeye ule udhu haujakamilika, kwa hiyo hawezi kutumia utaratibu wa kupaka kwenye hofu mbili. Na tupo pamoja. Walil arba'a anhu illa an-Nasa'i, na kwa imamu wanne kutoka kwa huyo al-Mughira ibn Shu'ba, ukimtoa al-Imamu an-Nasa'i alayhi rahmatullah, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam masaha a'la al-khuffi wa asfala, alipaka juu ya hofu na chini ya hofu. Sasa alipaka kile kiatu kina upande wa juu na upande wa chini, kwa hiyo akapaka juu ya hofu na akapaka chini ya hofu. Sasa lakini mtunzi wa kitabu hichi anasema wa fi isnadihi dha'fun, na katika sanadi na katika mtiririko wa wapokezi wa hadithi hii kuna udhaifu. Sawa, maana yake hadithi hii haitumiki katika kutumia dalili ya kwamba utaratibu wa kupaka zile hofu mbili ni kupaka juu ya kile kiatu na chini ya kiatu. Hapana, utaratibu wa kupaka hofu ni juu ya nini? Juu ya zile hofu, sio chini ya hofu. Tumeelewana? Naam. Wa an Ali radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Sayyidina Ali, Mwenyezi Mungu amwiradhi, qal, Sayyidina Ali amesema, lau kana dinu birra'yi, laiti dini ingekuwa inaendeshwa kwa mawazo ya mtu,
lau ahkam, hukumu za dini zingekuwa zinatolewa kwa maoni ya mtu, kwa kutumia mtu anavyoona yeye, lakana asfalul khuffi aula bil mas'i min a'la, ingekuwa kupaka chini ya hofu ndio bora zaidi kuliko kupaka juu ya, kwa sababu kule chini si ndio kuna uchafu kule. Mtu akikanyaga kwenye uchafu ni wapi? Chini au juu? Na kwenye uchafu kwenye ile hofu ni chini au juu? Lakini sheria imetuambia kupaka kwenye hofu tunapaka juu au chini? Juu, sio chini. Sasa Sayyidina Ali anatuambia lau kana dinu birra'i, laiti hukumu za dini zingekuwa zinaendeshwa na mtu anavyojisikia anavyoona, lakana asfalul khuffi, kungekuwa kule chini ya kile kiatu, aula bil mashi, ni kuna stahili zaidi kupakwa maji, min a'lahu, kuliko juu ya kile kiatu. Waqad ra'aytu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, na kwa hakika mimi Ali ibn Abi Talib nimemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi, akipaka maji sehemu ya juu ya nje ya hofu zake. Akhrajahu Abu Daud biisnadin hasan, hadithi ameandika al-Imam Abu Daud na sanadi yake ni hasan. Ukiambiwa sanadi, mtiririko wa hadithi hii ni hasan, maana yake ni mzuri, ni kama sahihi, ni kama sahihi. Tumeelewana? Naam. Kwa hiyo tunachojifunza ni kuwa sharti la kwanza la kupaka juu ya hofu mbili, mtu awe na udhu wake, awe na udhu, alafu ndo azivae zile hofu. Akishazivaa udhu ukitenguka, anaweza baada ya kupaka au kutawadha maeneo mengine kwenye miguu yake, asivue viatu, atavaa vile viatu vyake, atapaka juu ya kile kiatu, atafuta juu ya kile kiatu juu na maji. Sawa sawa? Kupaka sio kuosha. Kufanya nini? Kupaka. Mtu asije akaenda akachukua nini tena akaanza kusugua, kupaka tu. Sawa sawa? Na utaratibu ule utaratibu ni ule. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda katika kuosha, alikuwa anapenda kuanza kulia. Alikuwa anapenda kuanza wapi? Kulia. Lakini alikuwa anapenda akinini anafanya mara tatu. Sawa sawa? Anafanya mara ngapi? Mara tatu. Wa an Safwan ibn Asal, na kutoka kwa Safwan ibn Asal, huyu alishawahi kutekwa. Sawa sawa? Akanunuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akampa uhuru huyu Safwan ibn Asal. Walam yazal mulaziman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hakuacha kuwa huyu Safwan ibn Asal yupo bega kwa bega na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akiwa safarini, Safwan ibn Asal yupo na Mtume. Akiwa si msafiri, Safwan ibn Asal yupo na nani? Na Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Qal Safwan ibn Asal anasema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya'muruna, akituelekeza, akituagiza, idha kunna safran, tunapokuwa sisi ni wasafiri, ai idha kunna musafiri, tutakapokuwa sisi tupo katika safari, an la nanzi'a khifafana 3 ayamin wa layaliyahunna,
tusizivue hofu zetu kwa kipindi cha michana mitatu na usiku mingapi? Kwa maana ya siku 3. Unapokuwa wewe ni msafiri, na ili safari yako izingatiwe kuwa ni safari kisheria, kuna masharti. Kuna nini? Masharti. Umbali wa safari ambayo mtu kwa safari hiyo tunaweza tukamzingatia kama yuko safarini ni kilomita ngapi? 80. Sheikh anasema 80. Kutoka hapa mpaka Zanzibar kilomita ngapi? Hajui. Kwa hiyo wastani wengine wamesema 78 mpaka 80. Sawa sawa? 78 mpaka 80, 81, 82, tahadhari. Kwamba unaweza kuongeza kilomita 2 tahadhari. Sawa sawa? Naam. Kwa hiyo safari ya kilomita 81, 82, mtu akienda safari yenye kilomita hizi anazingatiwa kama ni nani? Ni nani? Msafiri. Lakini sharti la pili la safari ni kwamba ile safari isiwe ni ya maasi. Safari isiwe ni ya maasi. Sio uende una mpango wako na kimada useme uko safarini. Hapana. Ile safari isiwe ni ya maasi. Iwe ni safari ambayo sheria imekuruhusu. Tumeelewana bado? Shetu pamoja? Mtu asitoke akawa na jambo lake na kimada. Biashara safari, kufundisha safari, kuona familia safari. Lakini kuna jambo jingine lililopelekea wewe kusafiri na jambo hilo ni la haramu, hiyo sio safari kwa mujibu wa sheria. Tumeelewana bado? Naam. Kwa hiyo alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akituelekeza tunapokuwa sisi ni wasafiri, an la nanzi'a khifafana 3 ayamin wa layaliyahunna, hofu zetu tulizozivaa miguuni tusizivue kwa kipindi cha siku 3. Umeelewana? Kwa hiyo kipindi kwa msafiri ambacho anaweza akavaa zile hofu zake, na wakati anapotaka kutawadha akapaka tu juu ya zile hofu, ni siku ngapi? Tumeelewana bado? Naam. Illa min janaba. Illa min ukiwa na janaba hapo hapana. Janaba fuata utaratibu. Tumeelewana vizuri? Naam. Walakin min ghaitin wa bawlin wa naumin, lakini mambo mengine haya, sijui haja ndogo, sijui haja kubwa, sijui kusinzia, umeona haya na nini? Janaba hakuna msalie Mtume. Sawa sawa? Naam. Akhrajahu an-Nasa'i, hadithi ameandika al-Imam an-Nasa'i wa Tirmidhi, na al-Imam Tirmidhi wal lafdhu lahu. Tamko hili lilokuwepo hapa ni la al-Imam at-Tirmidhi wa Ibn Khuzaimah wa sahahahu, na huyu hawa maimamu wawili wamesema kwamba hadithi ni hadithi sahihi. Tumeelewana vizuri? Naam. Wa ana Ali radhiyallahu anhu, na kutoka kwa al-Imam Ali karramallahu wajhah, قال الإمام علي amesema ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume alijalia 3 ayami wa layaliyahunna, siku 3 lilmusafiri, kwa msafiri, wa yawman wa layla, na siku moja lilmuqim, kwa mtu ambaye sio msafiri. Kwa hiyo wewe ambaye sio msafiri, mkazi wa Ndugumbi, unakusudia kuvaa zile hofu, muda wako wa mwisho wa kuzitumia zile hofu ni siku moja. Kwa mfano, kama utaamua kuvaa saa 7 mchana mpaka kesho yake saa 7 mchana,
umefanya nini? Ushamaliza. Tumeelewana? Lakini kama msafiri siku ngapi? Siku 3. Na utaratibu ni ule ule. Janaba fuata utaratibu wa kawaida. Naam. Kulala nimesema, kulala hakuna changamoto. Hakuna changamoto, wewe tu. Sawa sawa? Tumeelewana jamani? Mtume amesema katika hadithi hii aliyopokea Safwan ibn Asad ya kwamba Mtume ametuelekeza tukiwa sisi ni wasafiri basi tusivue hofu zetu siku ngapi? Siku 3. Illa min janaba. Mtu akiwa na janaba hapo hamna msalie Mtume. Utaratibu wa janaba unatakiwa ufanye nini? Ufuate. Unatakiwa ueneze mwili wako wote na maji. Na hapa kuna changamoto kwa wanaooga janaba. Kuna watu wanaenda kuoga janaba wanalipua. Wanafanya nini? Wanalipua. Mtu unamkuta mnene, tumbo mpaka limejikunja kunja, vinyama zimeshikana kwenye tumbo. Wala hata hakikishi kwa maji pale yanafanya nini? Yanapita. Hapana. Unatakiwa, wenyewe wanasema wata'ahudu mawadhi'i lin'itafi. Na wewe kama muoga janaba lazima uhakikishe kuwa unakagua maeneo ambayo yamejikunja katika mwili wako. Uhakikishe kuwa maji yanapita. Sio mtu una bomba lako la mvua chap dakika moja tumemaliza. Au wenzetu ambao hawana mabomba ya mvua, makopo yako kadhaa tu juu tu umelipua umemaliza ndio umeoga janaba. Hapana. Lazima uhakikishe kuwa maeneo yote ya mwili wako yanapata maji, na hata sehemu ndogo ikikosa maji wewe hujakamilisha josho la janaba. Unaswali lakini hali ya kuwa wewe una janaba, na ukiwa na janaba maana yake ni kwamba hakuna kinachokubaliwa kutoka kwako. Ukiwa unaswali una janaba, swala inakubalika? Lazima uoge nini? Janaba inavyotakiwa. Wengine wanaoga maji yale walioogea yale yanarudi tena katika ndoo kama yalivyo. Umeoga janaba. Baba, janaba ina utaratibu wake. Lazima ukae chini wasomo wa kuelekeze janaba utaratibu wake ni huu. Unatakiwa uanze na 1, 2, 3. Taratibu zote zile, kuanzia kustanji, kuanzia kuchukua udhu. Kuna watu wanaoga janaba udhu hawachukui. Mzee wangu, takiwa tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana vizuri Naam. Nia sio lazima iwe ya Kiarabu katika janaba. Wewe Mswahili ndengereko, sawa sawa. Wewe Mzaramo, leta nia yako hivyo Kizaramo. Tumeona bado na kusudia. Na nia ni qasdu shay'i muqtarinan bi fi'li. Ni kukusudia kitu aliyakuwa kile kitu unakikutanisha na kitendo. Tumeelewana bado? Na ndipo hapo tunapopishana na wenzetu ambao mtu anatoka nyumbani kwake eti katia nia anakuja msikitini kuswali. Nia kuswalia eti katia nyumbani kwake. Akija hapa ya Allahu akbar raja man tafadhal. Nia ni qasdu shay'i muqtarina bi fi'lihi. Kutia nia ni kukusudia jambo aliyakuwa lile jambo linakutana na kitendo chake. Hapo huko hapa yani hapa yani ile nia ile ya swala swali faradha ushanipata vizuri inaambatana na kitendo. Tumeelewana bado? Lakini pia hivi sasa kuna hoja zinaletwa, mimi nasema ni hoja ambazo hazina msingi. Dunia ya sasa mtu aseme kwamba eti yeye hajui kuoga janaba. Hajui kufanya nini? Kuoga janaba. Yupo hapa Magomeni. Yuko Magomeni. Magomeni hii
ambayo umalizi nyumba 15 madrasa, umalizi nyumba 20-30 unakuta zawia watu wa dhikiri, umalizi nyumba 40-50-100 masjidi. Hapa tupo katika Masjid Dugumbi, tukienda kidogo tu hapo kuna Masjidi Mcheni, ndivyo sivyo? Masjidi Mcheni, ukisogea pale mbele na msikiti wa Makuti na Shadhi. Haya, umeona? Yani kila eneo msikiti, kila eneo madrasa, kila eneo tukio, yani kwa maana zawia, darasa kama hivi kila siku. Alafu mtu anasema eti mimi sijui. Hii kutokujua Mwenyezi Mungu haitambui, na kutokujua hivi sasa kwa maksudi sio kafara ya makosa tunayoyafanya. Mtu anakuja anasali, ile swala yenyewe anayoswali haijui. Kimuuliza mimi sijui, umechukua hatua gani? Kwa sababu si dini yetu, sio dini ya kufuata mkumbo. Unachokifanya kile lazima ukijue, na kama ukijui kwa maksudi, kile unachokifanya Mwenyezi Mungu hakulipi, hakizingatii. Fakullu man bighairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Yoyote ambaye anafanya jambo lolote katika mambo aliyoelekezwa na sheria ayafanya, lakini hilo analolifanya hana elimu nalo, a'maluhu mardudatun la tuqbal, anayoyafanya Mwenyezi Mungu anamrudishia, hakuna Mungu akukubali hilo. Na ndio maana kila siku tunaambizana, jamani, darsa hii watu tukae darsa zinapotolewa watu tumelona tuchangamkie fursa. Umeona, mtu akiwa na jambo lake, kwa mfano mtu akiwa anataka kwenda kushuhudia dabi paka pesa anafanya nini? Anatoa ili aende akaone nini? Dabi. Darasa hii bure, senti moja ufanye nini? Utoi. Sawa, uje kusoma, baadaye utaulizwa nilikuwa sijui. Unaona Mungu akumchezea? Mungu sio akumchezea kiasi hicho kabisa. Unaponiona hapa ninapotoa darasa, kesho ukienda kusema Mungu kitu fulani nilikuwa sijui, Mungu ataniuliza na mimi vile vile, kwa sababu maswali wanayoulizwa mitume ndio tunaoulizwa sie. Mimi unaona maswali nitakayoulizwa mimi ndio atakayoulizwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin. Na al-Imam Malik anasema balaghani anna al-ulama yus'aluna amma yus'alu anhu al-anbiya. Katika jumla ya pokezi nilizopokea ni kwamba maswali watakayoulizwa manabii ni kama maswali ambayo wanaulizwa wasomi. Takaulizwa manabii na wasomi wa dini nao wataulizwa maswali hayo. Bwana, kuna kitu fulani ukufundisha, ya Rabbi nilikuwepo Ndugumbi na hivi nina miaka si chini ya 5 hapa nafundisha, si chini ya miaka 5 hii darasa ipo, ndivyo sivyo? Si chini ya miaka 5 ipo hii darasa. Kwa hiyo habari ya kwamba mimi sijui, Mungu afanye nini? Elewe. Ujui mtu kuoga janaba, nenda kakae chini, fundishwa. Na kinachotuumiza watu ni haya aliyoyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amesema la yataallamu alilma mustahi wala mustakbir. Hawezi kujifunza elimu mtu ambaye ana aibu na mtu ambaye ana kiburi. Mambo mangapi? Mustahi, ukiwa na aibu huwezi kujifunza. Mustakbir, ukiwa na kiburi huwezi kujifunza. Aibu gani? Mtu anajiona mimi na miaka 60 na miaka 65 nikasome kwa yule kijana pale mwenye miaka 40 anifundishe kuoga janaba, si atanicheka mimi? Aibu hiyo. Nimeleweka bado? Ukiwa na kitu kama hichi, wewe kusoma sahau.
Kwa hiyo la yataallamu alilma mustahi wala mustakbir. Tumeelewana shekhe? Naam. Kwa hiyo watu wajifunze mambo ya dini yao, wajifunze kuoga janaba, wajifunze kuosha maiti, sawa sawa, wajifunze swala. We maiti ya baba yako mzazi, unataka mtu mwingine aje kumuosha baba yako mzazi, sawa sawa, unaona imekaa vizuri? Kasoro za mzee wako mtu mwingine aje kuziona, imekaa sawa. Ndio yale tunaambiwa, mtu anaenda kumzika mke wake, anataka shendo aingie mule kwenda kumzika. We mkeo huyo nani? Mke wako. Anaenda watu wengine wanaingia makaburini hawana hata mahusiano na yule aliyokufa. Mtu unamkuta hana hata mahusiano na aliyokufa, ndio anakaa katikati, anakaa kiunoni, anambeba mke wa mtu. Nifai. Ile zuio lililowekwa wakati ule marehemu yuko hai, ile zuio linaendelea kuwepo mpaka akifa. Naeleweka au bado? Hivi sasa tuko hai, wewe unaruhusiwa kumshika mwanamke ambaye wewe unaruhusiwa kumwoa? Unaruhusiwa kumshika? Unaruhusiwa kumshika kiunoni? Inakuwaje akifa kwamba eti ndio mtu anaenda ambaye hana mahusiano naye ndio anaenda kufanya nini? Tena yeye ndio anakaa katikati. Si ndio maana yake anakaa katikati kutafuta nini? Nimeeleweka bado? Hata ukitoa katikati aje kukaa huku katika nini? Katika mabega, kifuani, anakuja kutafuta nini? Si jamani, naeleweka? Yote haya yanatokea kwa sababu gani? Yanatokea hatutaki kusoma. Shida yote yanatokea hatutaki kusoma. Naam? Sasa wewe mkeo unaruhusu vipi mtu mwingine aje ndani aende kumzika? Umeeleweka au bado? Umeeleweka? Najua kutakuwa kuna maneno mengi, lakini haya mambo lazima tuyazungumze. Jamani, tujue kuwazika wenza wetu, tujue namna ya kuwaosha wenza wetu, sawa sawa. Watoto wajue namna ya kumwosha mzee wao, mke ajue namna ya kumwosha mume wake endapo mume wake atatangulia. Na hii endapo tunaiweka sisi, mara nyingi wakina mama wanadhani kwamba wakina baba ndio wanatangulia kufa, alafu wenyewe wanafanya nini baadaye. Tumeelewana au bado? Tumeelewana? Na kwa lazima tuweke mkakati wa kuisoma dini yetu inavyotakiwa. Sio mtu upo katika kisimamo unazungumza kimakonde. Upo katika kiamu. Kimakonde kinatokea wapi katika kiamu? Kinatokea wapi katika rukuu kimakonde? Bana, lazima tukae tuisome dini yetu. Sawa sawa? Nilikuwa najibu maelezo ya mzee wangu pale kwamba habari ya kusema sijui hivi sasa haina nafasi. Hivi sasa unaweza tu mtu akaingia YouTube akaandika kitu chochote anachokitaka, ataona mule kuna klipu ambazo zinamuelekeza kitu fulani kadha. Lakini pamoja na zile klipu za kwenye mitandao, lazima ukae kwa share, afanye nini? Akufundishe dini yetu. Lazima ukae kwa nani? Kwa share. Leo kuna baadhi ya watu, mtu kasoma kitu kidogo tu katika mtandao, badala ya kukihakiki kile kwa shekhe anayemwamini, kakichukua vile vile na hajui kinatumika katika matumizi gani. Tumeelewana? Naam. Kwa hiyo ana Ali radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Sayyidina Ali, Mwenyezi Mungu amwiradhi, qala Ali amesema, ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alijalia au aliweka mtume sallallahu alayhi wasallam
thalathata ayamin, aliweka siku 3, wa layaliyahunna lilmusafir, kwa msafiri, wa yawman wa laila, na siku moja nzima lilmuqim, kwa mtu ambaye sio msafiri, kama kiwango cha mwisho, muda wa mwisho wa mtu kupaka juu ya hofu 2. Akhrajahu Muslim. Hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim alayhi rahmatullah. Naam. Na tuendelee na maswali kama yapo. Naam. Kuuliza kwamba Ibrahim anatokana na uzao upi, alafu Mungu anaua ndege kwa jiwe moja. Nimeona kwenye Qur'ani katika tafsiri hizi kwamba Maryam wakati alipopata Isa bin Maryam, watu wakawa wanamshutumu jamaa zake. Katika kumshutumu jamaa zake wanasema, ewe dada wa Haruni, mbona Haruni alikuwa si mwenye kufanya habari hizi, wewe umepata wapi mtoto huyu? Kwani umekuwaje huyu mtoto? Sasa niko nauliza, Haruni huyu ndio Haruni wa Musa au Haruni mwingine? Yaani hapo ndio maswali mawili. Ibrahim uzao wake, yaani Ibrahim uzao wake umetokana na ukoo gani? Au umetokana na, yaani kwamba uzao wa Ibrahim umetokana na ukoo gani? Naam. Haya, maswali mawili. Swali lingine. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kawaida tu. Kawaida. Basi. Kama alivyokuwa anafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swali lingine. Kuhusiana na ukoo wa Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, nimesema na leo na kariri, narudia kwamba sisi sote hapa tunatokana na watoto 3 wa Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam. 3 wa Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam. Unasema 3 wa Nabii Allah Nuh, 3 watoto wake 3 Nuh alayhi salatu wassalam. Mtoto wa kwanza anaitwa Sam, wa pili Ham, wa 3 Yafith. Yafith sawa. Wanne huyu alizama pamoja na wale waliozama. Jina lake anaitwa Kanaan. Huyu mtoto alikuwa mtoto jeuri sana. Huyu alizama. Kwa baada huyu kuzama, watoto waliobakia walikuwa ni 3.
Mtoto wa kwanza Sam ndio Abul Arab. Waarabu wote na Waroma asili yao ni Sam ibn Nuh. Tunaelewana? Kwa hiyo kizazi chote kilichokuja huko chote cha Kiarabu, sawa sawa, watu weupe wenye asili ya Uarabu na Roma asili yao ni Sam ibn Nuh. Tumeelewana hapo bado? Tumeelewana bado? Ham Abu Nuba, Waarabu wa Dubai, mimi na wewe asili yetu inarejea kwa nani? Kwa Sam, kwa Ham. Na hata huyu anaitwaje katika Qur'an jina lake Luqmanul Hakim, asili yake ni Ham ibn Nuh. Wale Waarabu wa Sudani ya Kusini wale asili yao ni nani? Ham. Na mimi na wewe. Yafith Waturuki, wa China na mfano wao, na kile kizazi cha mazombi kitakachokuja kutokea karibu na kiyama, kizazi cha vibwengo na mazombi, kizazi cha Yajuji na Majuji, sawa sawa, kile kitakuja kutokea karibu na kiyama, asili yao ni Yafith. Nimeeleweka bado? Tupo pamoja mzee wangu? Tumeelewana? Yafith nitakutajia, nitakuandikia nikishamaliza darasa. Nitakuandikia. Yafith ndio Waturuki wa China na mfano wao, na hicho kizazi cha mazombi hicho karibu na kiyama, wenye asili ya China na watu baadhi kutoka katika bara la Asia, sawa sawa, asili yao ni nani? Yafith. Tumeelewana bado? Kwa hiyo Waarabu wote hawa kina Ismail, wakina nani, hawa asili yao yote inaenda kwa Sam, inaenda kwa Nuh, inaenda mpaka kwa Adam. Umenipata hapo? Wenye asili ya Waarabu wote wanarejea kwa nani? Kwa Sam. Wakitoka kwa Sam wanaenda kwa Nuh, wanaenda mpaka kwa nani? Kwa Adam alayhi salatu wassalam. Tumeelewana mpaka hapo? Tumeelewana shikamu? Basi wewe nitakutengenezea silsila yako ile nzuri kabisa. Nitakupatia, nitakuandikia ili uelewe kwamba silsila ya Waarabu inatokamana na wakina nani, watu weusi wakina nani, na hawa wa China inatokana na kizazi cha nani, ili uelewe vizuri. Tumeelewana? Na kuna swali jingine? Haruni iliyokuja katika Qur'ani ni Haruni wa nani? Wa Musa. Tumeona vizuri Haruni aliyokuja ndani ya Qur'ani na katika vitabu vya dini ya Kiislamu ni Haruni wa nani? Wa Musa alayhi afdalu salatu wa atamu at-taslim. Na muda umefika tufanye kile kisomo chetu, na Mungu akipenda katika darasa inayokuja tutaanzia kwenye hadithi ya Thauban. Lakini kuna swali hapa limeulizwa katika mtandao, nasema kwamba muda au wakati, anasema kwamba assalamu alaikum shekhe, hizi hofu zina muda au wakati wowote unaweza kupaka? Zina muda au wakati wowote unaweza kupaka? Tumeelewana vizuri Na
wewe umeamua kuvaa hofu baada ya kuwa una tahara, sawa sawa eh? Ukishakuwa umezivaa hofu wakati una tahara, muda wa kupaka kwenye hofu ni muda toka ambapo wewe umeanza kuvaa zile hofu, ni toka wakati ambao wewe umeanza kuzivaa zile hofu. Na kama sio msafiri, utahesabu toka umevaa zile hofu kwa muda wa masaa 24 toka uanze kuzivaa zile hofu. Kwa ambaye sio msafiri, anaruhusiwa kupaka kwenye hofu kwa muda wa masaa 24. Kwa ambaye ni msafiri, anaruhusiwa kupaka kwenye hofu kwa muda wa siku 3. Siku 3 kwa 24 ni sawa sana masaa mangapi? 72. Tumeelewana vizuri eh? Kwa ambaye sio msafiri, anaruhusiwa kupaka ndani ya masaa 24 toka aanze kuvaa zile hofu. Na kwa mtu ambaye ni msafiri, anaruhusiwa kupaka muda wowote toka alipozivaa zile hofu ndani ya masaa 70 na ngapi? 72, kwa maana ya siku 3. Na unaruhusiwa mwenyewe kwamba naanza muda gani, kwamba sasa hivi nina udhu wangu, sasa navaa hofu. Wewe mwenyewe ndio unaamua kwamba saa 3, saa 5, saa 7, sawa sawa. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Tusome zile sura zetu, alam nashrah ila Quraish, kula udhu. Na sasa siku ya Ijumaa wanatoka katika makaburi yao, roho zao zinakuja, sawa sawa. Roho zao zinakuja. Jamani, tuoneeni huruma, Mungu na nyinyi atawaonea huruma. Hawahitaji biriani lako la shilingi 10,000, 15,000. Wenyewe wanahitaji kutoka kwako kul huwallahu tu basi, na maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo yanawafikishia kule thawabu. Kwa hiyo tunapopata mikusanyiko kama hii, tujiombee sisi, lakini tusiwasahau waliotangulia mbele ya haki, na kwa kuwaombea wao na sisi Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anatusamehe madhambi yetu, sawa sawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na